الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutubakisha mpaka kufika katika siku ya leo, na katika muda huu tukawa ni wenye kukumbuka kukimbilia katika moja ya nyumba zake. Lengo kubwa ni kutaka kumridhisha yeye. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kheri mpaka mwisho wa maisha yetu. Ndugu zangu Waislamu, tuianze khutba yetu na kisa cha ajabu ambacho anakisimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas anasimulia kwamba hakika ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, au anasimulia kwamba anna rajulan min ahli albadiya, kwamba kuna mtu mmoja katika watu wa vijijini ambaye alikuwa anaitwa Zahir. Mtu huyu alikuwa kana yuhdi ila nabii sallallahu alayhi wasallam alhadiya, alikuwa na kawaida ya kumpelekea zawadi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam za vijijini. Kila anapotaka kutoka kupeleka biashara zake mjini, basi kuna zawadi maalumu alikuwa anaziandaa kwa ajili ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasema, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu, Zahir ni mtu wetu wa shambani na sisi ndio watu wake wa mjini. Angalia haya maneno, Mtume anawaambia masahaba zake. Sahaba Zahir anawaambia kwamba Zahir ni mtu wetu wa shambani, mtu wetu wa kijijini. Sisi kwa maana ya Mtume na masahaba zake ndio watu wake wa mjini. Maana yake akija mjini, sisi ndio tunayempokea, sisi ndio tunayekuwa naye, tunatembea naye, sisi ndio tunomfanya akiwa mjini hapa asionekane kwamba yeye yuko peke yake. Mara moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amekwenda sokoni na Zahir akiwa anauza biashara zake, Mtume sallallahu alayhi wasallam fahtadhanahu,
min khalfihi warajulu la yubsiru. Mtume akamkumbatia Zahir kinyumenyume, kwa nyuma, hali ya kuwa Zahiri alikuwa hamuoni Mtume. Yani si tunafahamu mtu kama una rafiki yako na jamaa yako mnapendana, inafika baadhi ya nyakati mnataniana, halafu wewe umemuona yeye hajakuona, unataka umuite umwambie, lakini hutaki ufanye hivyo, unataka yani kama vile umfanyie surprise, yani akushtukie tu. Kwa hiyo Mtume ndicho alichokifanya, alikuwa tu nyuma akamrukia akamkumbatia Zahir. Zahiri kwa kuwa alikuwa hajui nani kanikumbatia, akasema hivi, arsilni man hadha, hebu niachie kwanza, wewe nani wewe unanikumbatia mimi, hebu niache mimi. Yani wewe fikiria umefika mjini huna watu, alafu nakuta tu mtu anakuja anakurukia nyuma, unaonaje? Anamwambia niachie, wewe nani? Yani hataki akumbatiwe. Baada ya hapo, faltafata ilai, akageuka ili aangalie huyu nani aliyenikumbatia, namwambia achana na mimi niache, hataki kuniacha. Akageuka, alipogeuka akamuona kuwa ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Zahir alikuwa anamwambia toka niache, alichokifanya fajala yulziqu dhahrahu bisadri, akawa ndio anaendelea kukandamiza mgongo wake kwenye kifua cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati Mtume hajamwachia akawa anamwambia, akasema Mtume sasa, maana Zahir sasa hataki kuachiwa, anaona kumbe nimekumbatiwa na mtu mkubwa, akawa anaendelea kujirudisha nyuma ili aendelee kupata lile joto la Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zahir, Bwana Mtume akasema kwa njia ya matani, anamtania, anawaambia wale watu waliokuwepo pale, man yashtari hadha al-abd, nani atamnunua mtumwa huyu? Lakini kumbuka Zahir hakuwa mtumwa, bali alikuwa anamwambia katika njia ya mzaha, matani, anamtania, nani atamnunua mtumwa huyu? Angalia Zahir alichokijibu, akasema tajiduni ya Rasulallahi kasida, ewe Mtume utanikuta mimi au mimi nilivyo ni mtu wa hovyo tu, ni mtu wa kawaida tu, yani sina thamani ya mimi kuwa mtumwa wa kuuzwa na wewe, ni mtu wa hovyo mimi, sina thamani hiyo ya kuuzwa. Alijirudisha nyuma yeye mwenyewe, alijishusha thamani yeye mwenyewe. Lakini Mtume alimwambiaje baada ya Zahiri kusema haya? Alimwambia lakinnaka inda Allahi lasta bikasidin, au qal bal anta inda Allahi ghalin. Akamwambia wewe sio mtu wa hovyo, bali wewe kwa Mwenyezi Mungu ni mtu wa thamani. Kwa utangulizi huu, insha Allah khutba yetu tutazungumzia anta ghalin inda Allah, wewe ni wa thamani sana mbele ya Mwenyezi Mungu, wewe ni wa heshima sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Angalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kubadilisha ule muono na mawazo aliyokuwa nayo Zahir, kwa kuwa yeye ni wa kijijini, amejishusha. Na ndiyo mara nyingi inavyokuwa. Mara nyingine inawezekana mtu wa mjini akawa anamiliki 200,000, mtu wa mjini. Mtu wa kijijini akawa anamiliki 600,000, lakini yule wa kijijini akifika mjini inawezekana akaonekana wa mjini mwenye 200,000 akaonekana ndio mwenye pesa, yani ndio tajiri kuliko yule mwenye 600,000. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingine yeye mwenyewe akifika mjini anajishusha, anaona mjini ndio kuna watu wenye pesa, mjini ndio kuna watu wanaojua kuvaa, mjini ndio kuna watu wanaojua kutumia, mjini ndio kuna watu wanaojua kutafuta, yani kila kitu kwamba ni mjini. Na ndio mawazo ya wengi. Pengine mtu anaweza akatoka kijijini kwake, alikuwa anaendesha vizuri maisha yake, akasema niende mjini kwa sababu mjini ndio kwenye kila kitu. Anajidharau. Zahiri naye alijidharau. Lakini Mtume alibadilisha, na si tu alimbadilisha Zahir, bali anatubadilisha mimi na wewe. Tusiwe na mawazo hayo ya kujishusha thamani.
tuwe na thamani au tutafute thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu kikubwa sana ambacho mwanadamu anatakiwa akipambania akiwa hapa duniani, maqamuhu inda Allahi la inda nas, nafasi yake na thamani yake kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa watu. Hicho ndio kikubwa ambacho mtu anatakiwa kipambanie, thamani yake, heshima yake kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa watu. Kwa nini? Ridha Allahi yasirun bulughuhu, amma ridha an-nasi faghayatun la tudrak. Kumridhisha Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo linalowezekana, tena ni jepesi hata kulifikia. Ukifata kanuni za kumridhisha Allah, Mwenyezi Mungu atakuridhia, na ni rahisi kufanya hivyo. Lakini kuwaridhisha watu wote ni kitu ambacho hakiwezekani. Kuwaridhisha watu wote ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni mara ngapi mtu anachukiwa kwa sababu ya ukweli wake? Ni mara ngapi mtu anapendwa kwa sababu ya uovu wake? Unaweza kuona vitu vimeenda kinyume. Huyu anapendwa kwa sababu ya mabaya anayoyafanya, huyu anachukiwa kwa sababu ya mazuri anayoyafanya. Ndivyo watu walivyo. Utakachokifanya mwingine kwa kuwa ni kizuri, ndio anakuchukia, kwa sababu pengine anaona utafanikiwa mbele za watu, utafanikiwa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeye anajawa na chuki. Kwa nini wewe ufanikiwe? Anakasirika kwa nini umefanya mazuri. Ni mara ngapi ambapo pengine mtu kwa sababu tu ya kushikamana kwake na Uislamu, kujitoa kwake kwa ajili ya Uislamu, watu wanampa maneno ya kejeli. Umri wako uwe sikujizeesha tu bwana, kila muda mimaji tu, utautumia saa ngapi ujana wako? Hivi haya maneno kweli unafikiri kwa sababu anampenda alichokifanya? Ni kwa sababu anachukia, anaona akibaki kule yeye hatofanikiwa bali mwenzake atafanikiwa. Kwa hiyo ridha nasi ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu wote ni kitu ambacho hakiwezekani. Ndugu yangu Muislamu, ili ufanikiwe na uwe na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si mbele za watu. Mbele za watu unaweza ukawa na thamani kubwa, lakini pengine mbele za Allah ukiwa huna thamani wala heshima yoyote. Sisi tunaizungumzia thamani na heshima ya uhakika ambayo utakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moja, biaqidatika, wewe utakuwa na thamani na heshima mbele ya Allah kwa akida yako, kwa imani yako uliyokuwa nayo. Vipi unamwamini Mwenyezi Mungu? Vipi unaishi katika dunia hii? Ni vile anavyotaka Mwenyezi Mungu au tofauti? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yoyote ambaye atakayekataa kuabudia na kuyatii mashaitani, yoyote ambaye atakayekataa kuabudu kisichokuwa Allah, na baada ya kukataa na kukanusha akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kweli, Mungu anamwambiaje? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, huyo ndo ameshika kikuku kilichokuwa madhubuti, tena lam fisama laha, hakitokatika. Imani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya uhakika, ya ukweli, ndiyo itakayokufanya wewe uwe na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu jiulize, imani ulionayo ina nafasi gani kwenye moyo wako? Imani yako, Uislamu wako ambao wewe unasema ni Muislamu, ule Uislamu wako unajionaje wewe kwa kuwa ni Muislamu? Na kama unajiona ni kweli upo katika fahari, upo kwenye dini na mwelekeo au mfumo wa maisha ambao Allah anauridhia, wewe unautendeaje? Yani unaishije na mafundisho ya huo Uislamu? Kwa hiyo yoyote atakayeshikamana na atakayeepukana na taghut na akamwamini Mwenyezi Mungu, hakika ameshikamana na kikuku kilichokuwa madhubuti.
Lakini pia wewe utakuwa wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ile imani yako uliyokuwa nayo uliyoiamini, biibadatika, kwa ibada zako, kwa maana yale matendo yako unayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anasema ndani ya Qur'an, suratul A'la aya 14-15, anasema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, hakika amefaulu yule ambaye aliitakasa nafsi yake, aliyeisafisha nafsi yake na shirki na mambo yote mabaya. Wa dhakara isma rabbih fasalla, na kisha akawa analitaja jina la Mola wake na akawa anasali, anamtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na akawa anasali. Katika vitu ambavyo vya ibada vinavyoonesha mtu, cha kwanza ni swala. Swala ile unapokuwa nayo inakuonyesha kwamba wewe kipi ulicho nacho ndani ya moyo wako, unaiswali vilivyo ndani ya muda wake, kwa kufuata kanuni, kwa kufuata sharti zake na nguzo zake na sunna zake, ama ukoje? Mara moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Bilal ibn Rabah kipindi cha swala ya alfajiri, alimwambia ya Bilal, hadithni bi arja amalin amilta fil Islam. Bilal, hebu nieleze ni kitu gani ambacho ulichokifanya katika Uislamu unataraji hasa kwa hicho umefanya kikubwa sana, unatarajia kwamba ndio utapata malipo mazuri na utakuwa nafasi nzuri mbele ya Allah. Hebu nieleze, yani nini ulichokifanya hasa? Yawezekana Bilal alikuwa anafikiria, kwa nini mimi naulizwa swali hili? Kabla hajauliza hilo, Mtume akamuelezea wazi, akamweka wazi, kwa nini nakuuliza? Fa inni sami'tu dafana alayka baina yadayya fil janna, nimesikia sauti ya hatua zako, sauti yako ya viatu unavyotembea, nimesikia peponi. Wewe umefanya kitu gani mpaka mimi niko hai, wewe upo hai, lakini nakusikia unatembea peponi? Umefanya nini wewe Bilali? Angalia Bilali kitu alichokisema. Alisema ma amiltu amalan arja indi, hamna chochote nilichokifanya ambacho ninakitarajia kwamba kina malipo au kikubwa sana nilichokifanya. Ninachokitarajia kikubwa hakuna, isipokuwa tu anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati laylin au naharin illa sallaitu bidhalika at-tahuri ma kutiba liya an usallia. Mimi nilikuwa sichukui udhu iwe mchana au usiku, ila udhu huo niliochukua lazima nitaswali kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia kuswali. Yani kila anapochukua udhu anahakikisha huo udhu kabla haujatoka ameswali, iwe ni kama ni swala ya faradhi, kilikuwa kipindi cha swala ya faradhi, iwe ni kama ni swala ya sunna, lakini anahakikisha hachukui udhu, ila kwa udhu huo atafanya nini? Atakuwa ameufanyia sala, amesali. Anasema hichi ndio kitu pengine mimi ninachokiona labda nimekifanya kikubwa. Angalia kitu hicho alichokifanya na kudumu nacho. Mtume anaomba, nilikuwa nakusikia unavyotembea peponi. Bilali hajafa wakati huo. Ndugu yangu Muislamu, thamani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ibada zako. Haina maana kwamba ukifanya ibada ndo moja kwa moja kwa ibada zako tutaingia peponi, kwa rehema za Allah. Lakini rehema za Allah, hawezi Allah akakuingiza peponi kwa kukupendelea. Lazima wewe mwenyewe ujibidiishe, na cha kwanza chenye kujibidiisha, hebu baki vizuri katika sala. Ndugu yangu Muislamu, wewe ni wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni wa heshima mbele ya Allah, si kwa mali yako, si kwa uzuri wako, si kwa cheo chako. Wa innama bima fi qalbika min mahabbati llahi wa tadhhiyatuka fi sabilillah, bali ni kile ambacho kilichomo ndani ya moyo wako, imani ambayo iliyojaa ndani ya moyo wako, na vile unavyojitoa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana ukawa na imani, unajitoaje wewe? Unaipambaniaje dini ya Allah? Yani wewe uko tayari kuipambania dini ya Allah? Unaipambania katika namna gani? Kwa hiyo thamani yako ni vile ambavyo unavyoipambania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapoipambania dini ya Allah
wewe kwa Allah unakuwa ni wa thamani, wewe kwa Allah unakuwa ni wa heshima. Lakini unapokosa kuipambania dini ya Allah, basi wewe fahamu umeshuka daraja, umejishusha, umekuwa ni wa chini. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 207 anasema, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtighaa mardhatillah. Kuna watu katika watu kwenye kundi la watu, man, kuna yule ambaye, sio wote, man, kuna ambaye yashri nafsahu ibtighaa mardhatillah, anaiuza nafsi yake, anaitoa nafsi yake ili tu apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kuzitafuta radhi za Allah. Wewe unaitoaje nafsi yako? Unajitoleaje wewe? Kwanza wewe mwenyewe mwili wako unautoleaje? Wewe mwenyewe nafasi yako unaitumiaje kwa ajili ya kuipambania dini ya Allah? Wewe mwenyewe mali yako unaitumiaje kwa ajili ya kuipambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na thamani yako ni vile unavyoipambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe kwa mali yako, iwe kwa kauli yako, iwe kwa matendo yako, unaipambaniaje? Angalia sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alikuwa ni katika maswahaba ambao wanaojulikana, na hata leo ukisema katika Uislamu, ukisema Abdullah bin Mas'ud, kila mtu anajua kwamba huyo alikuwa ni sahaba wa Mtume. Hakuna anaanza kufikiria ni nani huyo. Mara moja Abdullah bin Mas'ud ana mambo mengi katika Uislamu, lakini panasemwa kwamba ni katika wale wa mwanzo kusilimu, yeye alikuwa ni mtu wa 6 kuingia kwenye Uislamu baada ya Mtume kupewa utume. Yani anapoanza Mtume kutangaza Uislamu, yeye alikuwa ni mtu wa 6. Mara moja masahaba walimcheka Ibn Mas'ud. Panasema kwamba alikuwa amepanda juu, alipopanda juu ile miguu yake ikawa inaonekana, kwa sababu Ibn Mas'ud alikuwa ni mtu mwembamba tu, hakuwa mtu mnene, alikuwa ni mwembamba. Ilipoonekana baadhi wakamcheka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowauliza, wakawa wanasema kwamba dhahiku min diqqati saqaihi, walikuwa wanacheka kwa sababu miguu yake mimbamba, wakawa wanacheka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakanusha, akawakemea, halafu akawaambia hivi, la rijlu Abdullah athqalu fil mizan yawm alqiyamati min Uhud. Mguu mmoja wa Abdullah ni mzito mno kwenye mizani siku ya kiyama kuliko mlima wa Uhud. Angalia, wao walikuwa wanacheka kwa sababu nini? Walikuwa wameona kwamba ni kitu kidogo sana, chepesi sana, hakina maana, kimguu tu kidogo. Angalia kile kimguu, maana yake lugha sasa pengine unaweza kusema angalia kimguu kama kachomekwa vile, lakini alikuwa ndio alivyo, lakini alikuwa ni mtu mtukufu. Thamani yake si kwa ule umbile lake alilokuwa nalo analoonekana, bali ni yale aliyokuwa anayafanya na kujitolea kwake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mguu wake ni mzito kuliko mlima wa Uhud. Yawezekana pengine mimi na wewe ukisema mlima wa Uhud hata ujui, pengine kuliko mlima wa Kilimanjaro. Angalia namna ambavyo alivyoipata thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa panaonesha wazi kwamba thamani mbele ya Allah si kwa ukoo wako, si kwa nafasi yako, si kwa mali yako, si kwa cheo chako, bali kwa vile ambavyo mtu alivyojitoa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na namna ambavyo watu wengine wanavyonufaika na yeye. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haangalii sura zenu wala haangalii mali zenu, bali anaangalia nyoyo zenu. Ndani ya nyoyo zenu kuna nini? Imani ipo? Na kama ipo pia anaangalia na matendo yenu, sio tu useme imani na matendo yenu mnayoyafanya. Ndugu zangu Waislamu, anta ghalin inda Allah, wewe ni wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usijishushe. Mwingine anajishusha kwa sababu tu eti pengine hana kanzu nzuri, kwa sababu tu pengine hana gari nzuri, kwa sababu tu pengine hana, basi anajiona yeye ni wa hovyo. Ndugu yangu Muislamu, thamani yako mbele ya Allah ni vile utakavyokuwa umejitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa utakavyokuwa, ukiwa una matendo ya hovyo,
wewe pia ni wahovyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaposema ndani ya Qur'an alisema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Mwanadamu tumemuumba katika umbile lilokuwa zuri sana, ni wa thamani mno, lakini akiwa wahovyo hovyo, hataki kutekeleza amri za Allah, radadnahu asfala safilin, tunamrudisha anakuwa ni dhalili katika madhalili. Kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa ni miongoni mwa waja wake wenye thamani. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.